Amani ni kitu muhimu. Nataka nikupeni mfano juzi. Hapa twende mbali. Tulivyoambiwa tukae ndani. Wenyewe cha moto tulikiona. Nchi hii na mitume wanatoaga pepo. Mitume wote walikimbia, wakawakimbia waumini wao. Usifanye mchezo. Ijumaa tuliambiwa tuswalie nyumbani. Usifanye mchezo. Ukiona kijana wa Kiislamu au kijana wa Kikristo anataka kuleta matatizo, mwambie kijana tulia. Kuna wazee wanatumia dawa pressure. Kuna wazee wamewekewa mipira ya kuvutia pumzi. Utayosababisha haya yatakosekana, wazee watakufa. Siku ya kiyama utakuwa responsible kwa sababu utakuwa umesababisha wewe. Kuna watu wameandikiwa dawa, akachukue dawa baada ya siku 2. Ikiharibika amani hawendi kuchukua dawa, matokeo yake anakufa. Wewe umo. Umesababisha. Unafika kiyama Allah anakuuliza uliua. Unaambia Allah niliua. Anambia kuna siku ulisababisha watu wakakosa dawa wakafa kwa sababu yako. Wewe unataka uende motoni kwa sababu ya watu wengine? Uende motoni kwa bahati mbaya kwa matatizo yako. Uliacha kuswali, uliacha kufunga, uliacha kunani vizuri, uliacha kuoa, ndio kupeleke motoni. Sio uende motoni kwa sababu ya mtu mwingine. Everybody will carry his own burden. Kila mtu anachukua furushi lake wenyewe. Kwa hiyo nataka nimalizie kwa kusema tuombe amani katika nchi yetu. Mwenyezi Mungu aidumishe amani. Tunayekaribia kuondoka, basi Mwenyezi Mungu atupeleke safari yetu kwa amani. Sio kuondoka kwenda Uingereza. Jongo anajua, mzee Jongo hapa kishafika umri wa 60-70 kishapita. Maana yake mzee yuko kwenye overtime. Muda wowote tu unaweza kusikia inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Na Jongo, mzee Jongo usikasirike kwa sababu huwezi kuingia peponi mpaka kwanza ufe. Kwa hiyo tumuombee mzee safari yetu njema, na sisi tuliobaki wote tutaondoka wote.